Kwa nini silaha ama bunduki walioitumia kumuua Mtanzania mwenzao ili kutekeleza ujambazi wao ilikuwa na namba halisi za usajili zikionyesha bunduki hiyo imetengenezwa Uingereza, ambayo imetengenezwa nchini Uingereza kwenye mji wa Birmingham, Uingereza? Lakini pili, kwa nini majambazi hawa wakutwe na mashine za mawakala wa benki, posti mashine za benki mbili tofauti hapa Tanzania? Na tatu, kwa nini majambazi hawa wasafiri umbali mrefu kutoka Dar es Salaam mpaka kusini magharibi mwa Tanzania mkoani Njombe ili kutekeleza ujambazi huo? Je, walikotoka hakuna tajiri kumzidi huyu aliyemwendea Njombe? Na tatu, kwa nini kukamatwa kwao majambazi hawa pamoja na utaalamu wao wakakamatwa kizembe sana? Je, polisi walitumia mbinu gani ili kumkamata ama kuwakamata majambazi hawa? Kwa tukaweka mtego ili tuje tuwabaini na kuwakamata hapa. Karibu katika simulizi hii itakayokueleza mengi usiyoyajua kuhusu moja ya matukio makubwa ya kijambazi kuwahi kutendeka kusini magharibi mwa Tanzania. Hebu fikiria hili, ukiwa hapo nyumbani kwako majira ya usiku, ghafla ukiwa umelala na familia yako, haijalishi ni nyumba ya kupanga au ni nyumba yako ya kujenga, ghafla mlango unapigwa teke na watu watatu walioficha nyuso zao kwa vitambaa na kofia, silaha mkononi, tena zile silaha ambazo huwa unaziona katika runinga. Wewe na familia yako mnaamrishwa kulala chini kimya, mikono yenu ikiwa nyuma. Na kwa kuwa kila familia huwa haikosi mtu mmoja mbishi, basi mwanafamilia mmoja ananyanyuka na kutaka kuleta ubishi. Majambazi, ili kurahisisha zoezi lao, unasikika mlio mkubwa wa silaha, huku ndugu yako umpendaye akienda chini, damu yake ikitiririka karibu yako. Unaushuhudia mvuke wa damu ya nduguyo ukienda juu, harufu ya damu puani kwako. Na basi mkasa huu ndio uliompata tajiri Golden Luoga, aliyekuwa akiishi kusini mwa Tanzania katika mikoa ya Njombe. Ndani ya nyumba yake aliishi yeye na dada yake kipenzi aliyeitwa Faraja Luoga. Tajiri huyu ambaye mara nyingi alitafuta fedha zake kwa njia halali kupitia biashara, kilimo na kadhalika, shughuli zilizotosha kumpa fedha za kutosha kiasi cha kuwatoa mate majambazi ambao walianza kumlia doria mapema sana, wakisuka mipango ya kumvamia na kumnyang'anya kile alichonacho bwana Golden Luoga. Na hatimaye siku hiyo ya uvamizi ikafika. Usiku wa tarehe 30 mwezi Agosti mwaka 2023, majira ya saa 6 za usiku, muda ambao sisi walala hoi wengi hasa Afrika huwa tumekwenda kupumzika ama kulala hoi kama lilivyo jina letu. Basi majambazi wanne wakiongozwa na Saidi Muhammad Bakari mwenye umri wa takriban 52, aliyebobea na kuiva katika masuala ya ujambazi. Katikati ya giza nene, hawa mabwana walikuwa wakiziruka kuta za nyumba ya bwana Golden Luoga, na baada ya kuziruka kuta wakasogelea milango ya nyumba ya bwana Golden, na kwa kutumia vipande vya nondo wakavunja mlango huo. Baada ya kuvunja milango hawakupoteza muda, haraka sana wakaingia ndani, na kwa kuwa majambazi hao hawakuwa na ramani ya nyumba ya bwana Golden na nyumba yake ilikuwa ni kubwa, wakagawana haraka sana milango ya vyumba na kuanza kupekua kujua ni wapi alipolala Golden. Na wakiwa katika usingizi mzito, Golden akaamshwa na ubaridi wa chuma cha mdomo wa bunduki uliogusa eneo la shingo yake, huku sauti kali ya kikatili iliyosheheni matusi ikimwamrisha aamke katika dimbwi la usingizi. Akakurupushwa hadi sebuleni alipomkuta dada yake Faraja Luoga akiwa amelazwa chini, na amri ikatolewa kwa bwana Luoga atoe pesa, la sivyo maisha yake yatakuwa ndio mwisho wake. Matajiri wengi huwa na hofu sana kuzipoteza fedha zake. Vile vile bwana Golden Luoga akaamua kudanganya, akawaeleza ya kwamba pesa ndani ya nyumba yake hazipo. Jibu hilo likawafanya majambazi wampige risasi dada yake, risasi iliyopenya mgongoni na kutokeza kifuani, kuonyesha ya kwamba hawa mabwana walikuwa hawaigizi. Maskini Golden akawa amemponza ndugu yake, akishuhudia damu ya nduguye ikitiririka sakafuni, huku ndugu yake akiendelea kulia kwa uchungu. Hapa Golden akaamua kujitetea, kwa maana akajua hawa mabwana hawatanii. Lakini ili kuyatetea maisha yake na kuzitetea fedha zake pia, akaamua adanganye tena. Akawaambia ya kwamba pesa ziko benki, hapa ndani hakuna hata sarafu. Jibu hilo likawakera zaidi maharamia hao,
wakamtandika na yeye risasi maeneo ya mbavu na tumboni. Jibu hili liliwakera kwa sababu kama wangehitaji fedha wangekwenda benki, lakini wamekuja hapo kwa sababu wanazitaka fedha zilizo ndani ya nyumba ya bwana Golden. Hapa Golden akajua ya kwamba dhahiri shairi hawa mabwana hawatanii na wala hawafanyi maigizo. Kwa hofu akiwa chini, damu zikimvuja, mkono wake tumboni kwenye tundu ilipopenya risasi, akawaonyesha mkono chumbani kwake. Hawa mabwana haraka wakaingia chumbani kutafuta fedha zilipo, na huko wakakuta kiasi kidogo sana cha fedha ambacho hawakukitegemea. Fedha walioikuta ni 100,000 na shilingi 10,000 pekee. Kwa ghadhabu, majambazi hao wakatoka na kutokomea kusikojulikana bila kujali hali ya Golden na ndugu yake pale chini waliokuwa wakijikokota huku damu zikiwavuja. Kwa kutumia simu zao wakapiga simu kwa ndugu jamaa na marafiki ili kuomba msaada, na dakika 0 majirani wakafika na kuwachukua. Jambo la kwanza likawa ni kuwapeleka hospitali, lakini kabla ya hapo, kwa taratibu za taifa la Tanzania, hawezi kumpeleka mgonjwa aliyepata ajali, kuumizwa ama kujeruhiwa bila kupata P3 kutoka kituo cha polisi. Haraka wakaingia kituo cha polisi na kupata fomu hiyo. Hali ya Golden na dada yake ikazidi kuwa mbaya, na hata walipofika katika kituo cha afya cha mkoa ambapo bwana Golden ndipo alipokuwa akiishi Njombe, wakaambiwa huduma za hapo hazitaweza kuyaokoa maisha yao. Kwa kifupi, hawawezi. Haraka magari yakawashwa, ikawa ni safari ya kuitafuta hospitali ya Rufaa Mbeya, mkoa ambao upo kusini magharibi mwa Tanzania. Lakini mpaka kufika wakati huo, damu zilikuwa zimemvuja sana dada yake na Golden. Faraja Luoga akiwa njiani akaaga dunia, na hata Golden naye alipofikishwa hospitali, bado jitihada za madaktari kuyaokoa maisha yake zikagonga ukuta. Golden akafariki dunia tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2023. Tukio hili la kijambazi likafanya mji mzima wa Njombe ushikwe na hofu, mpaka maduka ya biashara, bidhaa mbalimbali, vituo vya mafuta na ofisi za kutuma na kupokea fedha zikawa zinafungwa mapema kwa hofu ya ujambazi. Huku polisi wakichukua jukumu lao haraka la kuanza kuwasaka majambazi hawa, lakini majambazi hawa walikuwa si wa kutafutwa kwa msako, bali kwa upelelezi. Upelelezi ulioanza kufanywa mara moja chini ya kamanda ACP John Makuri Imori, ambaye ni mkuu wa jeshi la askari polisi mkoani hapo. Tutawatafuta wahalifu hao popote walipo ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Na katika upelelezi wao, vitu vichache sana vilisaidia kuwabaini majambazi hawa. Kwanza, alama za vidole vya jambazi mmoja ambaye wakati wa utekelezaji wa ujambazi wao alivaa gloves mkononi zilizokatika ncha za vidole vyake. Na kwa kuvaa glavu hizi, akawa kila aliposhika akawa anaacha alama za vidole vyake. Mfano, polisi walibaini alama za vidole katika switch ya taa katika nyumba ya bwana Golden, lakini vile vile katika pembe ya meza ya sebuleni kwa bwana Golden. Na walipozichunguza wakabaini mtu mwenye alama hizo anaitwa Said Muhammad Bakari, ana miaka 52. Teknolojia hii kwa sasa inarahisishwa sana na mfumo wa kusajili laini za simu kwa alama za vidole. Hivyo mwisho wakazipata mpaka namba za simu alizosajili kwa kutumia namba ya NIDA iliyosajiliwa kwa alama za vidole vyake, na walipozipata namba za simu wakazitrack ni wapi zilipo. Na hiyo ilifanyika ikiwa ni tarehe 1, yaani siku ya pili tokea tukio lifanyike. Polisi hawakutaka kulaza damu, na walipotraki simu hiyo ikaonyesha huyu bwana bado yupo ndani ya mkoa huo, Njombe, mtaa wa Chaugingi. Polisi haraka wakatelemka mtaa huo, na kwa kuonyeshwa na GPS bwana Saidi akakamatwa, kwani kirahisi sana GPS kawapeleka mpaka mtaani nyumbani anapoishi bwana Said Bakari Muhammad. Wakamkamata akiwa na simu takribani 4, mashine 2 za kutolea fedha kwa mawakala wa benki ya NMB, na nyingine ilikuwa ni mashine ya kutolea fedha benki ya CRDB, na begi moja ambalo hili begi lilikuwa ni mali iliyoibiwa katika nyumba ya Golden. Kumbe siku aliyotekeleza ujambazi wao, huyu bwana Saidi akabeba pia begi ambalo ikawa ni uthibitisho kwamba moja kwa moja bila hata mahojiano yeye ndiye mhusika wa mauaji ya Golden.
Akiwa ameshikiliwa katika kituo cha polisi, jambazi na muuaji Saidi Mohamed Bakari, polisi wakambana kisawasawa chini ya kamanda Amori, na huyu bwana akashindwa kuvumilia na kuvujisha siri zote za ujambazi wao. Sasa moja ya siri nzito aliyoivujisha ni kwamba majambazi wenzie watatu wana mpango wa kwenda kuiba fedha katika kituo cha mafuta cha Olex hapo hapo mjini. Hapa polisi wakawa wamepata doti muhimu sana, na uzuri ni kwamba mahojiano haya yakamfanya huyu bwana Saidi kutaja mpaka siku ambayo ujambazi huo utakwenda kufanyika. Akawaambia polisi tarehe 3 Septemba ya mwaka 2023 saa 5 usiku ndio wanapanga kwenda kufanya ujambazi wao. Polisi wakajiandaa, wakajipanga kweli kweli, wakiandaa silaha, zana zao za kazi, wakiisubiri siku hiyo ifike waandae mitego madhubuti ya kuwanasa majambazi hawa. Na baada ya kumfuatilia sana na kufanya mahojiano, akawa ametuambia mipango yao itakayofuata ya kutafuta fedha zaidi. Usiku wakapanga waje wapige hapa na kupora fedha. Kwa kutokana na ufuatiliaji huo, tukafanya mipango ili wenzake waje hapa. Kwa tukaweka mtego ili tuje tuwabaini na kuwakamata hapa. Na polisi wakapanga mikakati ya kuhakikisha majambazi hao hatotoroka hata mmoja. Cha kwanza wakapanga kuwa siku hiyo wataenda mapema katika kituo hicho cha mafuta wakiwa na jambazi Saidi Bakari, na kisha watajificha wakisubiri majambazi hao waje kutekeleza tukio lao. Pili, wakapanga kuwa nguo za kiraia ndizo watakazozivaa siku hiyo, na watachukua gari la kawaida, si gari la polisi, ili wasishitukiwe na majambazi hao. Na tatu, wakazungumza na uongozi wa sheli hiyo ama kituo hicho cha mafuta ya kwamba siku hiyo kituo hicho cha mafuta kuanzia wafanyakazi mpaka walinzi wachukue tahadhari, kwa maana kuna jambo litakwenda kutokea hapo. Mbinu na mipango hii ilikuwa madhubuti, na sasa kilichokuwa kikisubiriwa ni siku ya tukio, siku ya tarehe 3 Septemba mwaka 2023. Majira ya saa 1 usiku, polisi walikuwa tayari wamekushafika wakiwa na nguo za kiraia na gari la kawaida, na gari lao wakalipaki mita 20 kutoka katika kituo hicho cha mafuta ili wasishitukiwe kirahisi na majambazi hao watakapokuwa wanakuja. Na baada ya kusubiri kwa muda mrefu, ilipotimu saa 5 na dakika 11 za usiku, gari aina ya Toyota ST iliingia kwa kasi kituoni hapo, na watu watatu wakashuka wakiwa wamefunika nyuso zao, huku mmoja akiwa amebeba kipande kikubwa cha nondo ya kuvunjia milango na begi mgongoni kwake. Wawili wakiwa wamebeba silaha za moto, mmoja alibeba bunduki aina ya shotgun yenye namba za usajili TZK 52017 iliyotengenezwa Uingereza mjini Bellingham, ikiwa imejazwa risasi takriban 11, na mfukoni alikuwa na sime ndefu na begi pia. Na watatu alikuwa amebeba silaha ya moto pia aina ya rifle yenye namba za usajili TZK 67851 ikiwa na risasi 9. Kwa kasi hawa mabwana wakasogelea mlango wa ofisi ya kituo hicho cha mafuta, lakini wakati wakisogea, ghafla wakashtushwa na mwanga mkali wa taa za gari la polisi. Hapo polisi wakawasha king'ora na kutoa kipaza sauti wakiwataka majambazi hao wajisalimishe. Na walikuwa wakitoa tangazo hilo huku askari polisi wakishuka ndani ya gari haraka, lakini majambazi hao wakaamua kubana katika kuta za nguzo za kituo hicho cha mafuta. Polisi walipoona ukaidi huu wakaamua kufyatua risasi moja juu na kuwatahadharisha majambazi hao kwamba walale chini, waweke silaha zao kando ili kuyasalimisha maisha yao. Wenzao waliposhtuka, askari waliposhtuka kwamba hao wanakimbia, kupiga risasi juu ili wasimame, wakajibu. Lakini mlio huo wa risasi ni kama ukawapa mori majambazi hawa, nao wakaanza kujibu mashambulizi. Na wasichokijua ni kwamba polisi wengine wakati wao wamejibanza katika hizi nguzo, polisi wengine walijificha mbele ya ofisi hiyo katika sehemu iliyopandwa maua. Polisi hao wakapewa amri na mkuu wao, wakasimama na kuanza kumimina risasi kuelekea kwa majambazi. Majambazi hao wakapigwa na butwa. Sasa walikuwa wakishambuliwa upande wa mbele na upande wa nyuma. Upande wa nyuma walikingwa na zile nguzo, lakini upande wa mbele hawakuweza kukingwa. Risasi nyingi zikatua katika miguu yao na mbavu zao. Wote watatu wakaenda chini wakiachia silaha zao na wakitweta kwa maumivu makali. Walipokuwa wanajibu, bahati mbaya askari wa kwetu nao wakawajeruhi hao majeruhi watatu ambao mnaweza kuwaona hapo kwenye gari. Sasa wakati wa majibizano hayo ya risasi, Bakari ama jambazi Saidi Bakari Mohamed
Akaona huo ndio wakati wa kutafuta upenyo wa kutoroka bila ya kujua kuwa anafanya kosa kubwa. Askari walipomuona hawakuhangaika kusumbuana naye, wakafyatua risasi. Takriban risasi 4 zikatua katika miguu yake na kumjeruhi vibaya. Na yeye huyu ni mmojawapo aliyejeruhiwa, kwa sababu naye alivyoona risasi zinapigwa kwa wingi akaona apate fursa ya kukimbia. Na mwisho Saidi pamoja na wenzake watatu wote wakakusanywa na kubebwa kama majeruhi kupelekwa hospitali. Mpaka kufikia hapo, mtego wa askari polisi wakawa wamefanikiwa kuwanasa majambazi hao 100%. Daima mataifa mengi duniani huchukulia kazi ya askari polisi ni kama kazi ya kawaida sana, lakini ukweli ni kwamba kazi ya askari polisi ni ngumu kuliko hata ya mwanajeshi. Mwanajeshi hupambana na maadui wanaotoka taifa jingine ambao daima hawafahamiani, hawajawahi kuonana na wanapigana katika mazingira tofauti tofauti, lakini askari polisi hukabiliana na adui ambaye anamjua fika, anaifahamu mitaa yote kushoto na kulia. Ramani ya mtaa mzima anaijua kuliko hata polisi mwenyewe, jambo ambalo huhitaji maarifa ya ziada kuhakikisha wanashinda vita yao dhidi ya maadui zao ambao mara nyingi huwa ni majambazi, waporaji na wanyang'anyi. Mpaka kufika hapo, mimi sina la ziada. Mimi naitwa Makaveli, hii ni MM History. Mwisho wa hadithi hii ndio mwanzo wa hadithi nyingine.